Ninayo kila sababu ya kulitukuza jina lake, yeye aliye wa kweli na wa pekee, yeye aliye wa ajabu sana maishani mwetu, yeye aliye wa ajabu. Amekuwa mwaminifu kila siku kwetu, amekuwa mwaminifu kila siku kwetu. Jina lake ni Niko ambaye niko, jina lake ni Bwana wa mabwana, jina lake ni Mungu wa miungu. Ndiye ambaye nimeleta habari zake mahali hapa ili mataifa wapate kusikia, ili mataifa wapate kusikia habari zake, ili watu wapate kusikia habari zake. Yeye aliye wa ajabu na wa pekee, yeye anayestahili kuabudiwa, ambaye neno lake ni la kweli, neno lake ni la kweli. Yeye aliyeagiza tulifundishe na kulitangaza katikati ya watu, maana neno lake ni uzima kwa mwanadamu atakayeliamini. Ndio maana maandiko yanasema, hubirini habari za utukufu wake katikati ya mataifa, tangazeni habari ya maajabu yake katikati ya mataifa. Hubirini habari za utukufu wake katikati ya mataifa, tupate kulitangaza neno lake, ambaye neno lake ndiyo msingi wetu, neno lake ndiyo uhai wetu. Ndio maana ni jambo la kutisha sana kwa mwanadamu kutembea nje ya neno. Ni jambo la kutisha, ni jambo la kuogopesha kwa mwanadamu kutembea nje ya mapenzi ya Mungu. Maana mwanadamu anapotembea nje ya neno ni hatari sana, kwa sababu wanadamu tuliumbwa kwa neno, inatupasa tuishi kwa neno. Wanadamu tuliumbwa kwa neno, inatupasa tuishi kwa neno lake Mungu. Ndio maana wakati Yesu alipokuwa amefunga siku 40 mchana na usiku, alipomaliza ule mfungo, ndipo shetani akamwendea. Shetani akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, ligeuze jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu akamwambia, shetani sikiliza. Akamwambia shetani, sikia, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chake Mungu ataishi. Ndio maana wanadamu hatuishi kwa kutegemea ugali tu, wanadamu hatuishi kwa kutegemea pilau, wanadamu hatuishi kwa kutegemea chakula, wanadamu tunaishi kwa neno lake Mungu. Ndio maana Daudi aligundua hilo, akasema, Bwana, neno lako nimeliweka moyoni mwangu ili nisije nikakutenda dhambi. Ukija kutazama, watu wengi wanatenda dhambi, watu wengi wanamkosea Mungu, ni kwa sababu neno lake Mungu halipo katika mioyo yao. Unajua ndugu yangu, neno la Mungu likiwa lipo ndani yako, neno la Mungu likiwa limetawala ndani yako, huwezi kumtenda Mungu dhambi. Watu wengi tunamtenda Mungu dhambi kwa sababu neno lake haliko ndani yetu. Watu wengi tunamkosea Mungu kwa sababu neno lake Mungu halipo ndani yetu. Neno la Mungu lisipokuwa ndani yako, utamtenda Mungu dhambi tu. Lakini neno la Mungu likiwa ndani yako, ndio maana Biblia nasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yenu. Kwa nini likae kwa wingi? Kwa sababu likiwa limejaa ndani yako, litakusaidia kuishinda dhambi, litakusaidia kushinda uovu. Lakini watu wengi kutokuwa na neno la Mungu ndani yao, wameishia kutenda dhambi. Ndio maana kuna watu wanatenda dhambi, yana kisha tenda dhambi, ndani ya moyo wake anasema hapa sirudii tena, anasema hapa sirudii tena, hapa sirudii tena. Lakini unashangaa kesho anarudia. Unaweza uko mahali hapa unampenda Mungu, ndio ndani ya moyo wako unampenda Mungu sana,
sababu nampenda Mungu, kuna wakati unajikuta umetenda dhambi. Ukishatenda dhambi unasema moyoni mwako, hakika sitatenda tena, lakini unashangaa kesho unarudia yale yale. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu neno la Mungu halipo ndani yako. Ni kwa sababu neno la Mungu halipo ndani yako. Neno la Mungu likiwa ndani yako unakuwa na utisho. Neno la Mungu likiwa ndani yako, mapepo hayawezi yakakuvamia. Haya majini mahaba, majini makata, sijui manini, hayawezi yakakushambulia, hayawezi yakakuendesha. Kwa nini? Neno la Mungu liko ndani yako. Na maandiko yanasema neno la Mungu ni moto ulao. Neno lake la kweli likiwa ndani yako, unakuwa unatembea ndani yako, una moto. Ndio maana mapepo hayawezi yakakutesa, majini hayawezi yakakutesa, uzinzi hauwezi ukakutesa, umaraya hauwezi ukakutesa. Unakutesa kwa sababu neno la Bwana, neno la Mungu halipo ndani yako. Ndio maana neno la Mungu linatumwa kwetu, neno la Mungu linakuja kwetu ili lituangazie. Maandiko yanasema neno la Mungu ni taa na mwanga liwezalo kutuangazia katika njia zetu. Usipokuwa na neno la Mungu, utaka usitaka, utatembea gizani, lakini walio na neno la Mungu ndani yao hawawezi wakatembea gizani. Huwezi ukatembea gizani kwa sababu neno la Mungu linakuwa ni taa yako. Neno la Mungu linakuwa ni mwanga wako. Neno la Mungu linakuwa ni nguzo yako. Ndio maana shetani anapinga sana watu wasisikie neno. Shetani anapinga sana watu wasisikie neno. Shetani anapinga sana watu wasimjue Mungu. Ndio maana shetani hawezi kuruhusu pale ambapo kama familia mnaamua kumtumikia Mungu, mnaamua kumpenda Mungu, shetani hafurahi. Kwa sababu anajua kama familia mkimpenda Mungu mtafanikiwa. Kama mkimpenda Mungu na kumtegemea Mungu mtastawi sana. Kwa anachofanya anaamua kuweka vizuizi. Anachoamua kufanya anaweka vizuizi. Ndio maana ukija kutazama familia nyingi, ndoa nyingi hazina amani, ni kwa sababu Mungu hayupo. Ukija kutazama watu wengi ndani ya mioyo yao hakuna amani, ni kwa sababu neno la Mungu halipo. Watu wengi wana migogoro kwenye ndoa zao, ni kwa sababu neno la Mungu halipo. Ndio maana shetani anaweza kukubali uwe na fedha, shetani anaweza kukubali yani uwe na mali, uwe na magari, lakini asikubali uwe na furaha. Maana neno lake Mungu hutuletea furaha ndani ya mioyo yetu. Neno lake Mungu hutupa faraja. Neno la Mungu hututunza.